ليهنكم التهجد والقيام ويهنكم التعبد والصيام ويهنكم التعبد والصيام ويهنكم الثواب جزاء ما قد عملتم والتحية والسلام طمعتم في عطى المولى فقمتم وأهل البعد والغفلات ناموا فحاشا من طمعتم في عطاه يخيب ظنكم والجود عام له المن الجزيل عليكم إذ أقامكم وغيركم نيام Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa kipindi cha Imani na Ramadhani, ambacho ni kipindi maalumu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tumeanza kuwazungumza Khulafa Rashidin, na leo tunaingia wanne ambaye ni Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nitakuwa naye Ustadh Mustafa Ikbar Samei, anasema karibu. Na anaongoza simu nyingine ile ni mimi Hamza Zubair Rijal. Jana tulimzungumza Sayyidina Uthman na kwa kweli tulimgusa kidogo tu, maanake tumebidi tuache mengi lakini kama tulivyosema katika vipindi vyetu hivi tunajaribu kukamata pahala ambapo hutosahau kiasikia yale tuliyozungumza. Na yeye tulimzungumza alioa watoto Mtume sallallahu alaihi wasallam wawili katika nyakati tofauti. Yeye tunaonyeshwa kwamba alinunua kisima wakfu wake huko mpaka nyakati hizi, na vile vile alikuwa ni mcha Mungu. Lakini vile vile tulifanya hisabu kidogo tukauona umri wake vile vile kwamba alikuwa na umri mkubwa. Sasa leo tunaingia kumsoma Sayyidina Ali, na ni mmoja, si kwamba alikuwa ni khalifa, lakini alikuwa ni sahaba mwenye mchango mkubwa sana kabisa. Kwa hivyo nitaanza kuuliza yeye ni nani na nini alaka yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nakushukuru Mwalimu Hamza kunikaribisha tena katika kipindi chetu cha 9 cha Imani na Ramadhani. Kuhusu Sayyidina Ali ibn Abi Talib, yeye ni nani? Yeye jina lake ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf mpaka mwisho wa nasaba. Na alaka yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtoto wa ammi yake. Sayyidina Ali ni mtoto wa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa upande mmoja ni ndugu yake sababu ni ibn am. Ndio. Lakini vile vile Sayyidina Ali alaka yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkwewe. Ndio. Sababu Sayyidina Ali amemuoa mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Sayyidatina Fatima. Ndio. Kwa hiyo alaka hii, lakini vile vile alaka nyingine kaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbakisha Sayyidina Ali awatizame watu wa nyumbani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakutoka katika vita vyote kahudhuria Sayyidina Ali ila vita hivyo. Na Sayyidina Ali alitaka kutoka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, huridhiki ukawa wewe kwangu mie kwa manzila ya Harun kwa Musa, kama ilivyokuwa Musa alivyotoka, alipoitwa na Mwenyezi Mungu aende kupokea Taurata akamwacha Harun, basi na wewe mimi nakuacha usimamie haya mambo ya nyumbani, mimi natoka.
Kwa hiyo hii pia ilikuwa ni nafasi moja ya Saidina Ali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nafasi nyingi, sehemu nyingi ambayo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza nafasi ya Saidina Ali na kumkurubisha kwake, ikiwa katika vita vya Khaibar, kumtanguliza, kumpa bendera, na sehemu nyingi ambazo Saidina Ali ameonyesha na yeye nafasi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukija katika sulhu Hudaybiyah, yeye ndiye alikuwa mwandikaji na mambo mengi ambayo yanamfunga yeye pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua hapa ulipomtaja kama Saidina Musa na nduguye Harun. Na uliwahi kuvifuatia vipindi vyetu vya nyuma, tulikuja tukagusa tena, lakini leo tunamgusa kwa njia nyingine. Sasa hebu tuangalie hivi, zilikuja sababu gani za Mtume sallallahu alaihi wasallam kumchukua Saidina Ali akamlea, asimchukue Jafar? Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulelewa kwake amelelewa nyumbani kwa ammi yake Abi Talib. Baada ya kuondoka mama yake akalelewa na babu yake Abdul Muttalib. Baada ya Abdul Muttalib akalelewa na ammi yake. Na bwana Abi Talib alikuwa na watoto wengi sana. Hali yake yeye mwenyewe ni maskini. Japo alikuwa ndo kiongozi wa Makka, lakini alikuwa ni mtu maskini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukua kwake kule alimuona kwa ammi yake anapata tabu namna gani, mzigo kwa watoto. Kwa hiyo yeye pamoja na Saidina Hamza ndio ambao wakaingia kati katika kumsaidia. Kwa hiyo Saidina Hamza akamchukua Jaafar ibn Abi Talib na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Saidina Ali akamlea. Kwa hiyo kumlea kwake huko ilikuwa ni Mwenyezi Mungu ashakadiria kwa upande, lakini kwa upande ilikuwa ni kumsaidia yule ammi yake kutokana na majukumu yake, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anakuwa ndo kwanza alipokuwa akianza kufanya kazi ya kuchunga mbuzi wa Makuraishi wa watu wa Maka, alikuwa akipata pesa anaigawa sehemu tatu. Sehemu moja anakula yeye, sehemu moja anampa ammi yake, na sehemu moja anatoa sadaka. Sasa hili pia ni lazima tulitizame namna gani alikuwa yeye kashafahamu yale majukumu, na ndio maana tunaambiwa ukuaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yake ni sawa sawa na ukuaji wa mtu mwingine mwezi mzima. Kwa hiyo hata akili yake ilikuwa ni kubwa ya kufahamu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko kule, na bado yeye ni mdogo kwa sababu kachukuliwa na Abi Talib. Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 8 ndio kwanza, lakini wakikaa wakati wa kula Mtume sallallahu alaihi wasallam ile moto ile kibatari anakizima, kisha mkono wake anauweka tu hali ili wale watoto wa Abi Talib wapate kula, hali yake maskini. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda zake anakunywa maji ya Zamzam, habari imekwisha. Sasa hii ni kuonyesha kuwa alikuwa vipi toka mwanzo Mwenyezi Mungu kamwandaa kwa ajili ya jambo zito huko mbele. Unajua kuna kitu kimoja hapa, ni somo ambalo somo hili haya maeneo ya kwetu Afrika Mashariki, ya Waswahili, ya Waarabu, ya Wahindi walifuata mfano huu, lakini sasa hivi umetoka tangu huyu kalelewa na mjumbake, huyu kalelewa na ammi yake. Ni katika shakili hii kwamba unamkuta ndugu yake hadithi nzuri na yale malezi watu wakafuata nyayo hizi mpaka yule mtoto anaonekana kama ammi yake ndo babake. Lakini miaka hii haya mambo yamepotea kabisa. Kila mtu wangu ni wangu tu. Bali mtu sasa hivi umpe mwanao akulelee au mchukue mtoto wa mtu umlee, naona ni jukumu kubwa sana, kwa sababu watu wa zamani yale maadili na akhlaqi na ilmu ilikuwa ni mustawa mmoja, watu wakifahamu kwa haya ni mambo na malezi mtoto anahitajia nini. Sasa hivi unajua ule utandawazi umetufanya kila baba au kila mama anaona yeye ni mlezi mzuri kuliko wazee wake. Sisi sote sasa hivi tunavokaa na watoto wetu tunaona hivi tunavokaa nao sisi ndio ilivyotakiwa wazee wetu wakae na sisi. Tunaona sasa wazee kuna sehemu fulani mzee hapa alikosea bwana, mzee alikuwa asifanye hivi. Sasa wewe unajikuta wewe kama ndo ili jambo umeliweza zaidi, wakati wao umepitia hali ngumu zaidi, hali nzito zaidi, na wametulea na wametusomesha mpaka hapa tulipofika. Naam. Unajua kuna tunapoitizama hii sira, tunatizama hii tarehe, tunakuwa na maswala kila namna. Bibi Khadija sio mwanzo kusudia, lakini alikuwa ni mwanamke wa kwanza.
Wakiwa Saidna Abubakar tutamkuta yeye ndo wa mwanzo wa nje ya familia. Sasa huyu Saidna Ali katika wigo huu tunamweka vipi? Saidna Ali ibn Abi Talib yeye mwenyewe anaeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kapewa utume Jumatatu. Ushafahamu bana, na mimi nimesilimu siku ya 3, maana yake Jumatano. Ushafahamu bana, yeye mwenyewe Saidna Ali anasema, na wakati huo yeye ana miaka 10. Kwa hiyo tunaweza kusema baada ya Sayyidatina Khadija alifuatia ni Saidna Ali, kwa sababu ndio yuko nyumbani na kijana. Na kwa tarehe kwa Mtume kwa siku 2 zile katoka kaenda kwa Waraka ibn Naufal tu, hakuwa na safari ya kutoka nje kuonana na mtu yote. Ndio. Kwa hiyo watu wa nyumbani ni Sayyidatina Khadija, ni Saidna Ali, akifuatiwa na Zaid bin Haritha, kwa sababu naye alikuwa ni mtoto wa nyumbani. Ndio. Na yeye alikuwa akiitwa Zaid bin Muhammad. Ndio alikuwa kitu mpaka baadaye ilipokuja Qur'ani kubatilisha kitu kinaitwa tabani. Wakati wa Makuraish kilikuwa, ambaye sasa hivi kipo hichi kitu tabani, kwa kizungu nasema adopting, kumfanya yule mtoto wa kulea unampa jina. Sasa Saidna Zaid alikuwa ni mtoto ambaye kachukuliwa na Mtume, ambaye Mtume yeye kampata katika urithi, lakini kamlea akawa ndo mtoto wake. Lakini baadaye ilipokuja Qur'ani kaharamishwa ulul arham ba'dhum awla min ba'd, ikarejeshwa jina lake Zaid bin Haritha kama kawaida. Naam. Najua hapa tunakwenda na kurudi, tunakwenda tunarudi, kwamba hivi sasa tunawachukua, ndo tunasema tuna adopt. Naam. Halafu tunawafanya kwamba ni watoto wetu. Naam. Halafu sio watoto wetu tu, na kuwafanya mpaka kubadilisha zile hati za uzao. Lakini hapa tunapata funzo la kuelea tu. Wewe na wala hakurithi yule. Na wala huna haki ya kumwozesha kama ni mtoto wa kike. Kwa sababu hapa pia kuna jambo yanatokea katika jamii, kuwa anatokea mjomba, wachilia mbali mtu mbali, mjomba anamchukua mtoto wa ndugu yake anamlea wa kike. Nafikia wakati ikifika wakati wa kuozesha, yule mjomba anashikilia na mimi lazima niozeshe. Wewe haupo, huna nafasi ya kumwozesha. Yule anatakiwa ozeshwe na baba yake, hayuko baba yake atakuja ammi yake, hayuko ammi yake, una ndugu zake na wale maasaba, wewe humo. Sasa wanatakiwa jamii wafahamu, wewe ikiwa unajitolea ufanya ihsani, basi ifanye ihsani kwa inavyotakiwa. Umpe jina lake yule mtoto, kama anaitwa fulani binti fulani, apewe jina la huyo baba yake, sio lako, hata kama umemlea, kwa sababu wewe umefanya ihsani na wewe unataka thawabu, si kama unataka jina lako alitumie mtoto. Naam. Sasa unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ana hajir kutoka Maka kwenda Madina, na kishaambua sasa ondoka. Naam. Akawaacha watu wote. Kwa vyovyote Saidna Ali alikuwa mdogo. Akamchagua yeye, ziko sababu abakie yeye pale, alale kitandani, arejeshe mali za watu, ziko sababu. Sababu wana tarehe wanatuambiaje? Sababu au hikma kubwa anaijua yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa hali ilivyo pale, kwa mtu wa kumwacha ilikuwa hakuna zaidi ya Saidna Ali. Kwa sababu masahaba wengi walikuwa tayari washaanza kuondoka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyebakia ni Saidna Abubakar na watu wake wa nyumbani, na huku kabakia Saidna Ali. Na Saidna Ali kama unavyosema ni mdogo, si mkubwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka ana miaka 53, anaenda zake Madina. 53 ukitoa 30 ni miaka 23, bado Saidna Ali ni kijana. Kwa hiyo na hali ile inaonyesha mambo mengi. Kwanza inaonyesha ushujaa wa Saidna Ali, kuambiwa kwa bwana, wewe lala hapa, mimi naondoka, hali ya kuwa anajua hatari iliyokuepo, najifunike na shuka langu hili, na ukiinuka utarejesha amana za watu, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani. Na Saidna Ali akakubali bila kubisha, bila kuuliza, bila kufanya chochote. Hii inaonyesha kwa namna gani Saidna Ali alikuwa yuko tayari kwa ajili ya Mtume kwa jambo lolote. Na Mtume kaona huyo ananifaa, nafahamu bana, ndio maana akampa nafasi ile. Naam. Unajua hapa tunapata kuona kwanza jambo moja. Walikuwa nyumbani kwa mia Mtume pamoja. Naam. Alafu Mtume anakuja anamlea Saidna Ali. Anakuja anampa mwanawe. Naam. Unakuta kwamba
hakuna sababu. Naam. Ni huyu tu. Naam. Na hajakuwa katika tarehe tunavyosoma ni mtu shujaa. Naam. Hajakuwa mtu dhaifu. Naam. Kwa hivyo kulikuwa na sababu nyingi, ingawa Mtume hajazieleza. Lakini sisi tukifanya upembenuzi, moja ndio umelisema vile vile, wale wengi wameshaondoka, masahaba wengi wameshaondoka, kwa hivyo alobaki ndio yeye. Sawa, tunaposoma hapa na pale, Bibi Fatima alipokuwa naye akimranda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akipendeza kabisa. Kwa hivyo walijitokeza kupeleka posa masahaba mbalimbali, lakini alokuja akasibu ni Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hebu tupe hapa kidogo. Sayyidatina Fatima ndio mtoto wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kike. Naam. Na ndio mdogo wao, na alikuwa ndo kipenzi kikubwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata yeye anasema Fatima bid'atun minni, Fatima ni kipande kutoka kwangu. Kinachompendezesha yeye ndo kinachompendezesha mimi, na kinachomkasirisha yeye ndo kinachonikasirisha mimi. Na kama unavyosema, walitangulia masahaba akiwemo Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar katika baadhi ya riwaya kupeleka posa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtaka Sayyidatina Fatima, lakini jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni bado huyu mdogo. Hilo ndio lilikuwa jawabu lilipokelewa katika riwayati. Na baadaye Sayyidina Ali alipotaka kupeleka posa, masahaba walipomsemesha akamwambia, mimi sina kitu cha kutoa, sina kitu, maskini mimi. Na ukiangalia kweli ni maskini, kwa sababu yeye kaja kuoa baadaye Madina, alipoenda Madina tena ndo kaoa. Ndio. Sasa ukitizama baadaye akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, una nini? Akamwambia, Rasulullah, sina kitu. Akamwambia, una ile nguo yako ya vita ile? Akamwambia ile. Akamwambia, basi ile ndio mahari. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wake huko alimwandaa mwanawe na kumpatia mambo ya lazima yote ya kinyumbani. Hata alipokuja Sayyidatina Fatima alikuwa akifanya kazi nzito. Sayyidina Ali alipoingia akamkuta Sayyidatina Fatima, akamshtakia, bana, kazi nzito. Akamwambia, nenda kamwambie babako akupe mfanya kazi. Basi Sayyidatina Fatima akaenda kumwambia, ya Rasulullah, hivi na hivi na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha, unapolala usome subhanallah 33, alhamdulillah 33 na Allahu akbar 34, anakutosheleza na mfanya kazi. Na hii imepokelewa katika hadithi kwa mtu akitaka amke asubuhi awe hana machofu, basi moja ya jambo ni kusoma hizi tasbihi, subhanallah 33, alhamdulillah 33 na Allahu akbar 34 wakati wa kulala. Basi ukiamka unakuwa huna machofu au huna tena yale mambo ya kazi ukayaona mazibla, unaamka hali ya kuwa ni mchangamfu. Naam. Hii ni hidayah kubwa hii. Na tunataka watazamaji wetu waishike. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, hii ya mwisho namalizia kwa 34. Na wengi sisi tunapoenda kulala huwa kama gunia la usufi tu linatupa puhu, mtu anajitupa kitandani, hana taratibu za aina yoyote. Kwa hivyo hii tumepewa na Ustadh Mustafa, katupa hidayah hii, katupa hidayah, na tusiiwache. Wengine siku hizi hudhani kwamba hichi ninachokifanya ni sawa. Unajua kitu gani? Fungua idhaa ya Qur'ani, akawa cha Qur'ani wanasoma. Naweza kusema sio mbaya, lakini imetokea wapi hii? Na vilivyokuwa kwa kufanya ni hivi, basi tuvifanye hivi. Sasa hapo labda kuwasaidia, kilichopokelewa ni kuwa mtu wakati wa kulala anachokisoma yeye pale atakapoishia yeye, malaika humwendelezea. Na hii ni mujarrab. Sio kusikiliza, kusoma. Hii ni mujarrab kabisa. Ukiwa unaanza kulala, mfano anza kusoma surati Yasin, utasoma Yasin katikati sima kuchukua usingizi, basi ukiamka Mwenyezi Mungu anakujalia ile aya ulipoishia unaona kama unaiendelea. Maana yake pale wanawakilishwa malaika, kazi yao wao ni kuendeleza pale ulipoishia, ili uendelee kupata thawabu muda wote ulipo usingizini mpaka kuamka kwako. Sasa kabla hatujaenda mapumziko, tutaliangalia swala hili. Na swala hili nakuuliza, ili
sio kuleta vuta mkuvute, lakini kuweza kufahamu juu ya huyu Sayyidina Ali bin Abi Talib aliishi vipi na watangulizi wake watatu. Sayyidina Ali kaishi na makhalifa waliomtangulia kuwa ni msaada mkubwa kwao. Ukianza kuangalia wakati wa Sayyidina Abubakar, Sayyidina Ali alikuwa ndio mshauri wa Sayyidina Abubakar na hakumkhalifu hata siku moja. Kachelewa kufanya bai'a kwa sababu alikuwa ameshughulikia mambo ya nyumbani kwa mtu ya mazishi. Sasa lakini baada ya hapo yuko na Sayyidina Abubakar katika vita vya Ridda, alipomtuma, alipompa kazi, kila jambo yuko naye. Alipokuja Sayyidina Umar vile vile ikazidi ule ukaribu, na mwisho akamfanya kuwa ni kadhi, kwa sababu kadhi alikuwa yeye peke yake Sayyidina Umar. Baadaye akamteua na Sayyidina Ali vile vile kumsaidia katika masala ya kikadhi, lakini vile vile aliungana naye katika mambo yote, mwisho akafikia kumwozesha mwanawe. Sayyidina Umar alienda akamposa mwanawe akamwozesha. Ikaenda hali hiyo wakati wa Sayyidina Uthman vile vile akasimama pamoja na Sayyidina Uthman katika ukhalifa wake wote, na hata mwisho walipokuja wale waovu ambao walikuja wakamzingira nyumba yake, wakamzuia asitoke, alikuwa amesimama mbele katika kumnusuru Sayyidina Uthman alikuwa yeye. Na mwisho akawatoa na watoto wake kwenda kumhami Sayyidina Uthman. Unajua ndo tulipoachia jana. Kwa hivyo hajakuwa na mashaka zako na mtambulia hata kidogo. Na hata yeye tunaona anapokuja sasa kuletewa kivumbi, anasema vile vile kama walipombai hawa, na ndio hivi. Unajua hapa tunapata mengi, na hapa ndipo tunapofaidika. Na Sayyidina Ali kama unamsoma nafikiri ni volume nyingi sana kuandika, ni nyingi sana maanake maisha yake yote yalivyomzunguka mpaka anamalizia maisha yake ni mifano ya kila namna. Nipitia mmoja, yeye kaandika yale misemo alikuwa akitumia, ni mingi sana na mingi yenye hikma za kila namna, mpaka kujiuliza ilikuwaje huyu na wakati ule watu wakiinukuu vipi. Tayeb. Sasa unajua, hebu tupumzike kidogo halafu turudi tena. Sayyidina Ali kama tulivyosema, tukisema tunaweza kuandika volumes na volumes juu yake, lakini si yeye tu, wote. Na humjui nani ambao utamwandika kwa uchache, na kila mmoja anamchukulia kwa angle zake. Mimi ningekuwa ni mwalimu wa tarehe katika chuo, basi ningekuwa ninazipanga mada mbalimbali juu ya Sayyidina Abubakar, mbalimbali juu ya Sayyidina Umar, mbalimbali Sayyidina Uthman, mbalimbali Sayyidina Ali. Watoto wale sasa wanatafuta risala, naambia hizi hapa, chagua. Sijui, mimi naona saa nyingine hawa wahadhiri katika vyuo vikuu hupenda kuwatesa watu. Sijui shoma, baada ya kuwatengenezea njia halafu ikawa ni faida. Ni tofauti na walimu hawa wa kizungu. Wao wanajaribu kufanya kitu ambacho yeye baadaye anatengeneza buku kutokana na nini. Lakini sisi, we muhadhiri, mtu anaingia mwaka wa mwanzo, siku ya kwanza, asa mimi raha yangu nipate wanafunzi walau 5 wamefeli. Nini maana yake? Nini maana yake? Inaonyesha kwamba husda tulizokuwa nazo na zinatufanya kwamba hata vile vyuo vyetu haviwi na vitu vingi ambavyo wamefanya wanafunzi. Kwa hiyo sasa tutizame tulipomaliza Sayyidina Uthman, watoto wake wawili kama tulivyosema, Hassan na Hussein, waliwekwa wa mabodyguard. Njama ikafanyika, na waliopanga kumuua Sayyidina Uthman wakamuua. Sayyidina Ali tulipomalizia jana, aliporudi ghadhabu zake zilikuwa kwanza kwa watoto, Sasa hebu tuanzie hapa pale tulipoachia jana, yalotokea, na hapa ndo tutamuona nani Sayyidina Ali. Tayeb. Sisi jana tumeishia kwa Sayyidina Uthman kishauliwa, na Sayyidina Ali baada ya kupata habari kuja pale akawakhathibikia watoto wake, akampiga Sayyidina al-Hasan, akampiga Sayyidina al-Hussein, na kuwalaumu wale wengine kuwa imekuwaje ameuliwa Amirul Mu'minin na nyie mpo hapa mlangoni. Baada ya hapo akaingia Sayyidina Ali, mtizama kule,
Akaona hali ndio hiyo. Baada ya hapo Saidina Ali katika kumwandaa Saidina Uthman, baada hata hajazikwa, wakamjia watu Saidina Ali, bwana we, unaona huyu bwana ndio kishauliwa na haiwezekani kwa Waislamu wasiwe na imamu, kwa tukubali wewe. Akasema mtanibai vipi mimi hali ya kuwa huyu bwana damu yake na ndo kwanza amekufa hata hakuzikwa? Haya basi tumzike. Wakamzika. Siku ya pili yake wakamfuata tena, bwana wewe hivi na hivi. Akasema Saidina Ali alikuwa kashafahamu mambo, na waliokuwepo pale Madina wamo ndani yao wale waliofanya njama ya kumua Saidina Uthman, kwa sababu Abdullah ibn Saba alikuwa na kikundi chake ambao wanakiita Sabaia, ambao hawa jamaa walikuwa washaingia katika kila pembe ya Uislamu na sehemu zake. Kwa hiyo katika waliomfuata na wao wamo, na Saidina Ali anawatambua. Sasa Saidina Ali akakaa katafakari kuwa hawa walionifuata ndio hao waliofanya njama kumua Saidina Uthman, na wanataka mimi niwatawalie wao. Maanake huko mbele una kivumbi si kidogo. Saidina Ali akamwambia, hili jambo haliwezekani hivyo. Hapa ili mimi mkubali, muwatafute masahabu waliohudhuria Badri, wachague wao khalifa wao, sio mie, wao wachague wenyewe wanamtaka. Wakatoka watu wakaenda kuwarai hao masahaba, kuwarai, wakapatikana wengi, wakabakia baadhi. Wakabakia Saidina Talha, Saidina Zubair ibn al-Awam na wengineo. Bado Saidina Ali akamwambia bado. Wakapatikana na wale wakakubali, wakambai. Sasa hapa natakiwa tutoe tanbihi kwa wasikilizaji au watazamaji. Tarehe kama tarehe tunapoisoma, jana tumesema hilo, lakini tunazidisha kwa kusema tunaposoma vitabu vya tarehe, ile tarehe Tabari, vitabu vikubwa maana vya tarehe, hakuna pahala popote Imam Tabari mfano wake yeye, kwa sababu kaeleza mambo mengi, na ukiyasoma yale utamtia doa kila mmoja, utamwona huyu kakosea, huyu kakosea. Hakusema kwanza Sayyidina Imam Tabari hakusema kuwa alichoandika mule ndio riwaya sahihi, hapana. Alichofanyika kusanya riwaya zote zinazohusiana. Ndio maana utaona kuna riwaya imesema hivi chini yake na kuja na gonga hivi. Tabari kitabu chake anwani yake ni tarehe Tabari. Bas tarehe Imam Tabari ambayo kaeleza humo mambo mengi. Sasa mule ndani, ikiwa mtu si msomi anaangalia tu, basi atajikuta atamtia katika makosa Saidina Ali, atamtia katika makosa Saidina Muawiya, atamtia katika makosa Saidina Amr ibn al-As, atamtia katika makosa Abu Musa al-Ash'ari, wote. Kwa nini? Kwa sababu yule alichofanya amekusanya riwayati, na hakusema kwa riwaya zangu zote hizi ni sahihi. Yeye kakusanya, alafu wewe unayesoma na kaweka sanadi. Kwa nini kaweka sanadi? Kaweka sanadi ili wewe ufuatilie. Ili utakapofuatilia kama wewe ni msomi utaona hii sanadi ina tatizo, sanadi haina tatizo hivi. Sasa hivi hapo nataka kusema kwamba si yeye tu yale marejeo, lakini kauchukua ule mnyororo kaweka yeye maksudi ili watu wasimnyoshe kidole. Lakini la pili, na watu wafanye tatabu. Sasa sisi tutakapozungumza haya mambo, kama tunavyosema, hatutaki mtu achukulie jazba kwanza ni jambo lishafanyika, lishapita. La pili, qadar Mwenyezi Mungu kashakadiria yatokee hayo. Sasa ukiyasikia tena usitene ukachukulia tena hasira, haileti faida yote. Ndio. Na wengine wanaweza kafikia kusema ingekuepo mie ningefanya hivi. Kwanza hutakiwi kutamani. Maana yake ungesema, maana kuna watu wanasema bora mimi ningekuwa wakati wa mtume. Hujui ungekuwa wakati wa mtume wewe ndio ungekuwa rasul munafiqin. Ungekuwa na Abu Jahal. Kuwa kwako sasa hivi ndio khairi kwako. Ushukuru sana. Naam. Ushukuru sana. Naam. Kwa hiyo Saidina Ali baada ya kumbai watu na watu wa Madina, kama watu wa Madina takriban wote walimbai Saidina Ali kwa namna yote, hawakuwa na mashaka. Walibakia masahaba wawili watatu ambao wao hawakuonyesha msimamo wote, ni Saidina Saad ibn Abi Waqqas, Usama bin Zaid na nani. Hawa hawakujitokeza katika kumbai wala hawakusema kwa kumpinga. Saidina Ali akahutubia kama hutuba ya kuwa ndio yeye kashakuwa ni khalifa. Kuingia tu Saidina Ali
akaona sasa hivi kuna tatizo, na tatizo kubwa lililokuwepo wakati wa Saidna Uthman ambalo lilosababisha kutokea yote haya yalikuwa ni mashtaka ya watu kuhusu wale magavana katika maeneo mbalimbali. Kwa Saidna Ali alichofanya yeye kwanza akawabadilisha wote, akapeleka Misri, akapeleka wapi. Sasa sehemu zote wakakubali isipokuwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu alipokuwepo Kufa, aliyowekwa na Saidna Uthman alikuwa ni Saidna Abu Musa al-Ash'ari. Sasa Saidna Ali akampeleka mtu anaitwa Umara bin Shihab. Nani? Umara bin Shihab. Huyu bwana kufika kule, kabla hajafika huko Kufa, njiani akakutana na Tulaihatul Asadi. Huyu Tulaihatul Asadi kama tunamkumbuka kwa Saidna Abubakar tulimtaja, huyu alikuwa amedai utume huyu. Baadaye akarudi katika Uislamu na kuendelea, akamwambia bwana we, sikiliza, sisi huyu tulikuwa tunaye huyu, tunamtaka huyu, hatutaki mtu mwingine. Kwa hiyo rudi. Yule bwana akarudi. Na sehemu nyingine ni Sham, alipokuwepo Muawiya bin Abi Sufyan, ambaye kule alimpeleka Sahl bin Hanif. Huyu bwana kufika kule, na yeye kabla hajafika kule akazuiliwa na watu, akamwambia bwana sikiliza, hapa wewe sisi hatukutambui, na hata bai'a ya Saidna Ali sisi hatuitambui. Bas yule bwana akafanya mipango tena kurudi. Sasa katikati hapa wakatokea masahaba, na kabla ya masahaba kuna watu walikuwa washaanza fitna, shafahamu bana, kudai damu ya Saidna Uthman, wakiwemo kina Marwan, shafahamu bana, ambao wao walikuwa shakimbia. Marwan na watoto wake alikimbia nao. Sasa ile fitna ikaenda ikafika kwa Saidna Ali. Saidna Ali yeye hikma yake ilikuwa kuwa kisasi, kumfanyia mtu kisasi ni jambo rahisi. Na Saidna Ali kishaona kuwa wale walioshiriki katika jambo la Saidna Uthmani wamo pale pale, na Madina wengine wamo, na wengine wamekimbilia Basra na hivi na vile. Sasa akaona si busara kwa haraka kufanya hivyo, hali ya kuwa bado Waislamu umoja wao haujakamilika. Kwa hiyo yeye alichotaka kwanza kusimamisha daula irudi katika ukhalifa vizuri, kisha kuwakamata hawa 1 2 3 hao kwa hukumu ni jambo jepesi. Sasa huku upande wa pili wakatokea sahaba Talha pamoja na Saidna Zubair. Wao wakaondoka wakaenda kwa Saidna Ali kumwambia, bwana wewe kuhusu damu ya Saidna Uthman. Akamwambia sawa, nipeni muda, tusifanye jambo la haraka. Wakakaa, baada ya muda akamwambia bwana tupe ruhusa, sisi tunataka tuende zetu Maka. Saidna Ali akawarai, baadaye wale wakaamua waondoke. Kuondoka Maka kule, Sayyidatuna Aisha pamoja na wakeze Mtume walikuwa Maka, walienda kwa ajili ya hija. Kule walipofika wao wakafanya ibada zao kama ni umra. Baadaye wakaonana na Sayyidatuna Aisha, wakamueleza bwana wewe, sisi tumeamua tutoke tuende katika miji yote ya Kiislamu, tukakusanye jeshi ambalo litadai damu ya Saidna Uthmani, na hawa waliomuua Saidna Uthmani walazima wauliwe. Saidna Aisha mwanzo alisita sana, bwana wewe hili jambo. Sasa baada ya kumrai sana akakubali. Alipokubali, na huku alikuwepo Sayyidatuna Hafsa, na yeye akasema basi na mimi nitakwenda na nyie. Ndugu yake Sayyidina Abdullah bin Umar akamwambia hapana, akamzuia bibi Hafsa, ndio usiende, ili jambo liwache kama lilivyo. Sayyidatuna Hafsa akatoa udhuru kwa Sayyidatuna Aisha kwa mimi siwezi kwenda. Huku Sayyidatuna Aisha bado akiwa anataraddad, lakini sasa alizidiwa nguvu na Zubair ni shemeji yake. Zubair ibn al-Awwam ni mumewe Asma binti Abi Bakr. Sasa ikawa kama upande mmoja akamshinda Sayyidina Abdullah ibn Umar, ambaye mwisho Sayyidatuna Aisha aliporudi tena huko, alipokutana na Sayyidina Abdullah ibn Umar akamwambia, lao ungenikataza ningebaki mimi. Yafahamu, akamwambia hata ningekwambia usingebaki. Akamwambia nafahamu ulizidiwa nguvu na huyo Zubair ibn Awwam. Sayyidina Abdullah ibn Umar ni kijana mdogo, yule ni mtu mzima. Almuhimu wakatoka wakaenda zao mpaka Basra. Kwenda zao Basra, wanadai wapate watu ili wajiunge kwenda kudai damu ya Sayyidina Uthman. Huku Sayyidina Ali sasa anapata habari kuwa watu wametoka, Zubair pamoja na Talha wametoka, wameenda. Shafahamu. Baadaye akapata habari kwa Sayyidatuna Aisha pia akatoka kaenda kaunga mkono.
Sayyidina Ali ili jambo likawa zito kwake sana, ni kwa mfano watu wamemkiuka na endo khalifa na endo mwenye amri. Kwa hiyo naye akaamua atoke na jeshi. Sababu kule linatoka jeshi, maana yake lile jeshi litakuja na Madina kwa sababu wako hapa watu. Sasa unajua hapa kila mmoja amefasiri kwa namna yake. Upande ule walikuwa akimchukulia kwa Saidina Ali anawafanyia upole wale wauaji wa Saidina Uthman, anachelewesha mambo, ndio kwa sababu anajulikana wahukumiwe. Ndio Saidina Ali yeye anachukulia wale wanafanya haraka, kwa sababu Saidina Ali lengo lake lilikuwa kubwa, kwanza tujenge umoja wetu. Bado mambo yako katika harakati mbaya, fitna ndo zishaanza. Saidina Ali ashaona, kwa sababu wale Sabai, Abdullah ibn Saba, watu wake walikopo Madina walikuwa na nguvu. Ndio Sasa Saidina Ali akaona sasa hivi tukuwafanyia makabila yatakuja juu, patatokea vurugu ya ziada, patamwagika damu. Kwa hiyo mwisho Saidina Ali akatoka na yeye. Kufika kule Saidina Ali ikawa yeye yupo na wale wapo upande wa pili. Saidina Ali akatuma watu, baadaye wakakutana, mwisho sulhu ikapatikana. Bwana wewe, hebu turudini, shafahamu bwana, tuwekeni mambo sawa, tutayafanyia kazi. Sasa Abdullah bin Saba watu wake hawa walikuwepo huku upande wa Sayyidatina Aisha na huku upande huu kote wapo. Wakakaa wao wakasema hapa ikitimia sulhu, maana yake yale yote tuliopanga kutoka wakati wa Uthmani shafeli. Tufanye nini? Hapa lazima wapigane hawa. Sasa wakafanya nini? Hawa walikuwa kundi wa Saidina Ali na hawa walikuwa kundi wa Saidina Aisha. Mule ndani ya usiku ilipofika, watu wao wenyewe ambao ndio watu wa Abdullah bin Saba wakaanza kupiga watu kwa mapanga. Sasa mtu usiku ghafla unakuta unapigwa, mwenzako anapigwa, maana yake ni adui katuma watu wake. Ndio dhana iliyojengwa pale. Kwa bwana wale wametuma watu na huku pametumwa watu kule, vita ndio vikaanza sasa. Vita vikaanza na vita vikawa vizito, na vita vilivyoanza akafatwa Sayyidatina Aisha. Na Sayyidatina Aisha alijiweka mbali kwanza, kukurubia bwana wewe wadiriki watu washaanza kupigana huko. Sayyidatina Aisha akajiandaa, akapandishwa ile kibanda chake hauda jile ikawekwa juu ya ngamia, akaenda paka pale karibu na pale, jamani sitasheni vita, msifanye vita. Sasa huku wale watu wa Abdullah bin Saba mbaya wao wanamwona Sayyidatina Aisha ndio wanakuja kusema wanamvamia naye, kuna maskhara. Akatokea kadhi wa Basra Ka'b bin Sura anaitwa, yeye akachukua msahafu akaunyanyua, jamani tuhukumu kitabu cha Mwenyezi Mungu, tuacheni vita. Yule bwana wakampiga wakamuua, amekufa na Qur'ani kwa mkononi mwake. Sasa ilipozidi hivyo ikawa sasa hapa upande wa Sayyidatina Aisha pakatokea watu wakimkinga yeye, na kuna watu wanamvamia, wanarusha mikuki, wanarusha nini. Sayyidatina Aisha yuko ndani katika nini yake, kibanda chake ndani juu ya ngamia. Hali hiyo inaendelea, kelele. Mwisho habari kafika paka Sayyidina Ali, bwana wewe Ummul Mu'minin yuko pale na watu wamemzingira na hivi. Sayyidina Ali katika watu wake mmoja alikuwa ni Muhammad bin Abi Bakar, ndugu yake Sayyidatina Aisha. Akapanga nao akasema, hapa ikiwa huyu hatujamuondosha hapa, hivi vita havisimami, kwa sababu huku watu wanamkinga, huku watu wanamvamia. Maana yake lengo hapa ni kumwangusha huyu Sayyidatina Aisha. Sasa tufanye namna gani tuweze kumuokoa? Pakatolewa rai yule ngamia ikatwe miguu yake, ili yule ngamia sitaka chini, pakikaa tu wabebe lile jumba lake wamlete upande wa Sayyidina Ali. Kwa Sayyidina Ali akaruhusu hivyo, watu wakafanya njama zao, wakafika yule ngamia, wakapenya mpaka kafika. Ngamia kuanguka tu, kina Muhammad bin Abi Bakar na nani wakabeba, wakamleta Sayyidatina Aisha upande wa Sayyidina Ali katika nyumba ambayo atapata usalama. Ndio shafahamu bwana. Kufanyika vile tu, hawa ambao walikuwa baadhi yao ndo wako dhidi ya Sayyidina Ali wakakimbia wote, vita vishaisha. Kumbe lengo lao ni kumaliza Sayyidatina Aisha ili fitna izidi. Lengo lao wao ni fitna tu. Sasa imekoma hapa huko, kwa hiyo vita vimekoma. Unajua kabla hujaendelea tuko pazuri hapa, tunamwona Sayyidina Ali hakuna utulivu tangu kama tokalifu.
Hakuna utulivu kabisa. Yeye kaingia ukhalifa mwaka wa 35, mwaka wa 36 mambo haya yameanza. Na hii imeanza ndio imeendelea mpaka kufa kwake. Saidina Ali hajatulia. Unafahamu, hajatulia hata kidogo. Unafahamu bana? Basi kufanya vile Saidina Ali akaamrisha kwa hawa wanaokimbia msiwafuate. Wala msiwanyang'anye mali zao. Unafahamu, maana yake msiwafanye kama ni makafiri mkachukua ngawira, waachie wakimbie. Hii ni kuonyesha Saidina Ali pia na yeye ameangalia maslahi ya Waislamu. Haikutosha Saidina Ali akawapanga wale wote waliokufa akawasalia. Hiyo walikuwa upande wake, ilikuwa si upande wake. Baada ya hapo akaenda kwa Saidina Aisha akamuuliza, vipi ya umma? Anake ummul mu'minin. Vipi, uko sawa? Akamwambia uko sawa. Shafahamu ile Saidina Aisha akamwambia Saidina Ali, ghafara Allahu laka, Mwenyezi Mungu akusamehe. Kwa sababu Saidina Aisha bado yeye katika nafsi yake anahisi kwa Saidina Ali naye kafanya kosa kutokuchukua kisasi cha Saidina Uthmani. Shafahamu bana. Saidina Ali akamwambia na Mwenyezi Mungu akusamehe na wewe. Kwa sababu mwisho Saidina Aisha aligundua kwa ile jitihada yake ya kutoka ilikuwa asitoke. Kwa sababu njiani alipita pahala akawa mbwa anabwekea wanaopita. Akataka kurudi, akakumbuka. Saidina Zubair akamwambia vipi? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alinitahadharisha, akaniambia na kutahadharisheni na mmoja wenu atakuja kupita pahala atabwekewa na mbwa. Na mimi ndo naona hali ndio iko huko napokwenda sipo, nirudi. Saidina Zubair akamwambia la, wewe unaenda kwa sababu ya islah, kutengeneza, hamna hivi hamna hivi. Ndo akakubali. Baada ya pale Saidina Ali alichofanya yeye ni kumwandaa Saidina Aisha na akawakusanya wanawake 40 ambao wanaaminika upande wa Saidina Ali pamoja na Muhammad bin Abi Bakar na wengine kumsindikiza Saidina Aisha mpaka Madina, kumrejesha kurudi Madina. Naam. Wanawake 40. Tayeb. Pamoja na wanaume pamoja na Muhammad bin Abi Bakar ambaye ndo ndugu yake. Kwa hiyo akarejeshwa Saidina Aisha. Unajua hapo kidogo tu. Unajua hii watu kutafuta maslaha. Naam. Kwa kutumilia mtu fulani. Naam. Yanatoka mbali. Naam. Na yamo ndani ya Uislamu. Tunapoisoma tarehe ndo tunaona. Hawa walikuwa ule uadui wao waliona ili waweze kufika pahala Bibi Aisha. Naam. Na Bibi Aisha kama ulivyosema Tabari anazungumza, tusitake kuhukumu. Tusome kama yalivyo. Tuachie wenyewe. Lakini alitiwa katika mtego bila yeye kuona kwamba huu ni mtego. Sasa tuendelee. Isitoshe katika waliokufa wale masahaba wakubwa waliobashiriwa pepo, Talha ibn Ubaydillah na Zubair ibn Awam, na wao wamekufa katika fitna hii. Katika hii vita hivi. Na wengine wengi ni masahaba wakafa. Baada ya pale Saidina Ali akaamua yeye aelekee Kufa. Shafahamu bana, ili sasa iwe headquarter yake, kituo chake kikuu kiwe Kufa. Maana capital city anayoondosha Madina. Kwa sababu anaona huku Madina wale wabaya bado wapo. Sasa kurudi kwake huku bado itahitajika, bora aende sehemu nyingine. Ndio. Lakini kwanza akaingia Basra, watu wa Basra wote wakaingia katika taa yake. Baada ya hapo akaelekea Kufa. Kuelekea Kufa, na baadaye ile Kufa ndo akaifanya ndo markazi yake. Sasa kwenda huko na watu wote sasa washarudi katika taa, hakuna vurugu sasa. Vurugu iliyobakia iko Sham. Sham huku Muawiya bin Abi Sufyan na watu wake wameweka msimamo, sisi hatutambui ukhalifa wa Saidina Ali kwa sababu hakuchaguliwa na ahlul maana wale wazee wa pale, maana masahaba wakubwa hawakumchagua. Na huku yalitoka maneno mpaka wakati wa hawa kina Saidina Talha ndo washakufa, lakini na wao walipokwenda Basra ilitoka maneno kuwa bwana we, sisi hatukukubali kuwa chini ya taa yake, tumewekewa kwa upanga, tumelazimishwa. Na hizi riwaya zipo katika vitabu vya tarehe, lakini kwa usahihi wala si kweli, na hakuna pahala popote ambapo Saidina Ali alimlazimisha mtu kuingia katika bai'a yake. Kama pale aliposema kama mvumbai Abubakar, kama mvumbai Umar, Uthmani, basi ndo na mimi vile vile.
Kwa hivyo hapa conclusion hajalazimisha. Lakini sasa palitoka maneno kama hayo. Saidina Ali akampelekea salamu Muawiya bin Abi Sufyan, bwana we ingia kwenye taa, shafahamu hakuna sababu ya kufanya hayo. Muawiya yeye alichosema, kwa mimi sikatai kuingia katika taa kwako, lakini kwanza hawa waliomuua Uthmani hawa ima wauwe wewe au tuletee sisi tuwaue, alafu mimi nitaingia katika taa yako. Hebu hapo kwani waliomuua Uthmani walikuja kujulikana? Walikuwa kitambulika, wao wanawatambua, hawakutajwa kimajina lakini wanajulikana. Ni usiku wakaparamia. Unajua kuua wameua kidogo, lakini waliopanga ni wengi. Sasa hii mipango hii iliendelea. Ushafahamu bwana, hii mipango iliendelea. Pale walianzia tu, lakini bado kulikuwa na muendelezo. Tayeb. Basi Saidina Ali akatuma tena mtu wa pili kwenda kumsemesha Saidina Muawiya. Bado ikawa hamna nini. Mwisho sasa Saidina Ali akahukumu kuwa Muawiya bin Abi Sufyan ametoka katika taa ya imamu, na katika sheria ya Uislamu anayotoka katika taa ya imamu anakuwa ni katika mabugha waovu ambao wanatakiwa wapigwe vita warudi katika taa. Ndio. Saidina Ali akatoka na akatangazia katika miji yote kwa bwana wewe watu watoke waungane na mie kwenda kupigana na Muawiya, kwenda kupambana na Muawiya. Na huko Muawiya aliposikia naye akatoka na jeshi, akatengeneza jeshi lake. Sahihi. Lakini sasa watu wanavyoeleza tu kisa tu moja kwa moja watu walikutana wakapigana, haikuwa hivyo. Hivi vita vimechukua muda mrefu sana. Watu wamekuja kukutana Siffin katika mwezi wa Dhulhijja. Hafikiri ya Dhulhijja nzima watu wanapelekana barua tu, bwana hivi wanabembelezana, hakuna anayeanza kupigana. Imalizika Dhulhijja ikaja Muharram, mwezi mtukufu vile hakuna kitu. Sasa ilipofika Safar, sasa baada ya njia zote wa hamna, ndio ikaanza vita. Vimeanza vita, na vita vilivyoanza vikawa vita ni vizito sana na ni vita vikubwa sana, maana yake waliokufa katika vita vile wanasemekana ni watu 70,000. Waislamu watu 70,000 si kidogo. Watu 70,000 ndio wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kule akaambiwa 70,000 wasiokuwa hao wataingia peponi bila hisabu. 70,000 ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo hali kama hili ilivyotokea, mwisho sasa Amr ibn al-As akamshauri Muawiya, maana yake ilikuwa upande wa Saidina Ali washashinda. Ndio Amr ibn al-As akamshauri Saidina Muawiya, kwa bwana wewe tunyanyue misahafu hapa. Tukinyanyua misahafu hii vita vitamalizika. Sasa hapa pia unajua kuna tafsiri tofauti ya watu. Kwa Amr ibn al-As alikuwa ni mjanja, alikuwa na akili za kishetani tu, shafahamu mbaya. Haitaki kusema neno kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu Amr ibn al-As, shafahamu bana. Saidina Muawiya, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu Saidina Muawiya. Sasa kuna mambo mengi hapa. Basi akanyanyuliwa misahafu. Saidina Ali akamwambia watu wake, hii ni hila. Sisi hapa tushashinda, tuendelee na mapambano. Sasa watu wakagawika katika kundi la Saidina Ali. Wengine wakasema haiwezekani, maadamu Qur'ani shanyanyuliwa basi tuwezi kuendelea kupigana. Wengine wakasema twende, wengine kila mmoja na rai yake. Saidina Ali mwisho akawa sasa hana nguvu. Unajua huwezi kusema peke yako, utafanya peke yako. Akakubali. Kwa hiyo sasa pakaanza kuwekwa sulhu sasa. Na sulhu atoke mtu kule upande wa Saidina Muawiya, atoke upande wa Saidina Ali. Hawa ndio wapangi. Lakini sulhu hiyo isifanyike leo wala kesho. Hiyo safari hiyo. Imeenda sulhu hiyo mpaka Ramadhani. Kwa hiyo kila mmoja akarudi. Watu wakaendelea takriban miezi 8 wamepumzika. Baada ya hapo wakakutana sasa Daumatul Jandal. Upande wa Saidina Ali akawa Abu Musa al-Ash'ari, upande wa Saidina Muawiya kwa Amr ibn al-As. Na hapa pia watu wanamtia doa Saidina Abu Musa al-Ash'ari kuonyesha kama huyu alikuwa ni mtu mzima, umri mkubwa, hajifahamu, anadanganywa na mtoto. La, haya mambo yote, kuna mambo mengine unajua katika tarehe tunatakiwa tukubali kuwa kuna mengine kidogo yamechezewa. Chafahamu bwana. Almuhimu sisi kueleza, ukisoma anasema Abu Musa
alifanywa ujanja na akaambiwa Sayyidina Ali hajataka ende Abu Musa. Sayyidina Ali yeye alimchagua Ibn Abbas. Wale wakasema huwezi kumchagua jamaa yako huyu na mtoto mdogo, huyu mtu mzima. Almuhimu wale walipokaa sasa wakasema kwanza tu hukumu kwanza hao wote wawili wajiuzulu. Baina Abu Musa na Amr bin al-As, wao watakachoamua ndio kitakachohukumiwa. Kwa hiyo wao wameamua kwanza hatua ya mwanzo Muawiya ajiuzulu na Sayyidina Ali ajiuzulu, pasiwepo na khalifa, kisha watu sasa ndio tukae tuchague. Basi baada ya hapo kutoka Amr bin al-As akamwambia Abu Musa, wewe ndio mtu mzima, anza wewe kusema. Musa akasema kwa tulichokubaliana kwanza Sayyidina Ali ajiuzulu kwa upande wao. Haya, Amr bin al-As akasimama yeye akasema haya ndio tulokubaliana. Kwa hiyo Sayyidina Ali si khalifa ni Muawiya. Vuruga. Sayyidina Ali akamwambia watu wake, silikwambieni mimi hizi ni hila, lakini hamkutaka kunisikiliza. Kwa hiyo Sayyidina Ali akaondoka na kundi lake, ambayo kundi lake likagawika vile vile sasa, lakini limekuja kugawika baadaye. Wakarudi mpaka Kufa. Waliporudi Kufa sasa kuna watu wakajitoa mule, wakajimega mule kuhukumu kwa Sayyidina Ali kakufuru, na kumhukumu Muawiya ibn Abi Sufyan kakufuru, na Abu Musa al-Ash'ari kakufuru, na Amr ibn al-As pia kakufuru. Wanasema wao muda kwa Sayyidina Ali mpaka wakati wa vita alikuwa yuko sahihi. Alipokubali ile hukumu tu ya kuwa tusikilize Qur'ani na mwisho baada ya hapo kuhukumu, tufahamu bana. Kwa hiyo hapo ndio atakuwa ameharibu. Tusite hapa alafu tutaona tunaelekea vipi. Watazamaji wetu, kama tunavyoona Sayyidina Ali kuwa katika mtihani tangu anakuwa khalifa na mpaka anaamua kuhama Madina na kuelekea Kufa, na tunaona hapa vile vile ile sulhu ilikuwa na udanganyifu wa kiasi fulani. Tumalizie. Naam. Kwa hivyo Sayyidina Ali akarudi Kufa na watu wake, na katika watu wake wakajitoa baadhi. Hapa hao ndio wakaitwa al-Khawarij. Wakajitoa na kutoa hukumu kuwa wale hukumaini wote ambao ni Sayyidina Ali na Muawiya na Abu Musa na Amr ibn al-As, wote hawa wamekufuru, ni wako katika makosa. Tunafahamu na Sayyidina Ali mpaka muda ule wa vita alikuwa ni sahihi, lakini pale kukubali ndio kaingia naye katika makosa. Kwa hiyo wao wakajitoa, wakajitenga. Sayyidina Ali akamtuma Ibn Abbas kwenda kuhojiana nao na akawashinda, na katika baadhi ya wao kama 2000 wakarudi chini ya taa ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akaenda mwenyewe akasema nao na kuambia kwa nyie si watu wabaya yenyewe hivi. Sasa wao wakaanza kutangaza kwa Sayyidina Ali kakubali hukumu yetu. Tunafahamu Sayyidina Ali alivyosikia vile akatangaza akasema hapana, sijakubaliana na wao. Tunafahamu bwana hivi na hivi na nini. Kwa hiyo wale wakazidi sasa kujitenga. Lakini katika kujitenga kwao sasa ikawa wanapigwa vita. Ambapo makhawarij wamepigwa vita sana toka wakati wa Sayyidina Ali na kuendelea wakati wa Muawiya, wakaja upande wa khilafa Bani Umayya ilipoingia khilafa, zote wamepigwa vita kweli kweli na walimalizika wote, ndio wakabakia katika makundi hayo, ndio wakabakia maibadhi. Japo wao sasa hivi wanasema maibadhi hawakutokana na khawarij, lakini asili yao ndio wametokea huko. Ndio. Almuhimu Sayyidina Ali akarudi huku, lakini huku sasa Sayyidina Muawiya hakutosheka tu hivyo. Aliendelea sasa kila sehemu iliyokuwa chini ya Sayyidina Ali anaenda na ufunguo ule mji, anaenda kule kwa jeshi likifika wale wanabidi wasalim amri wananchi. Imeenda ushafahamu bana. Maana yake katika mambo lilikuwa limemuumiza wakati wa vita vinaendelea, ndio mpaka Sayyidina Amr ibn al-As tumesahau kusema akanyanyua misahafu na kuamrisha ni kuuliwa kwa Sayyidina Ammar ibn Yasir. Sayyidina Ammar ibn Yasir alikuwa upande wa Sayyidina Ali. Ndio. Sasa vita vinaendelea huku, Sayyidina Ammar huko anazuia watu, anafanya namna yake. Alipouliwa ikaja habari kwa Muawiya na Amr ibn al-As kwa bwana amekufa Ammar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema watakayomua Ammar
ni kikundi ambacho kimetoka katika taa ya imamu, ni mabughati hao. Lile ndo lilikuwa liliwashutua zaidi kwa bwana, kumbe sisi tuko makosani, huku wako sahihi hawa, lakini bado wakakaidi kwa upande mmoja, lakini mwisho ndo wakaona tunyanyue misahafu. Almuhimu kufika hali hiyo, huku sasa Saidina Muawiya akawa anatuma watu katika kila pahala penye utawala au khalifa Saidina Ali anayachukua elimu. Kwa katika taa ya Saidina Ali katoka miji takriban yote, Madina, Iraqi, Yaman, Makkah, zote hizo zimetoka katika taa ya Saidina Ali. Saidina Ali akabaki na watu wachache sana. Na Saidina Ali baada ya kumalizika hii ni vita vya Siffin, aliwaambia watu wake, jamani, tutoke tena tukapigane na Muawiya kwa sababu bado anaendelea kufanya mambo. Lakini watu wake walikuwa tayari sasa washachoka, washaingiwa na uvivu, washajiona ni madhaifu, hawakutoka. Saidina Ali akawa hana jinsi, ana jeshi. Kwa hiyo Saidina Ali akaendelea huku. Sasa wakatokea watu watatu Maka katika makhawarij. Mmoja anaitwa Abdurrahman bin Muljim, mmoja anaitwa Al-Burq bin Abdullah, na mmoja anaitwa Amr bin Bukayr. Hao watu watatu wakapanga njama, na wewe, sisi watu wetu wengi wameuliwa na sisi ndio tunamalizika. Kwa hiyo hebu tujitolee muhanga. Hawa watu watatu ndio iliyosababishwa mambo yote haya, sisi tukuja kufeli. Kwa hiyo tutoke tukawaue katika siku moja. Wote wamepanga alfajiri, maana usiku wa Ijumaa, Lailatul Jumaa, alfajiri yake tutuamalize wote. Kwa hiyo Abdurrahman bin Muljim yeye akasema mimi niachieni Ali, akaenda Kufa. Na Amr bin al-As yeye alienda Amr bin Bukayr, na Muawiya alifuata ni Burq bin Abdullah. Basi jamaa wakaenda wakapanga njama zao itakavyokuwa. Upande wa Amr bin al-As siku ile alikuwa kiumwa, hakuenda kusalisha alfajiri, akaenda mtu mwingine, akauliwa mtu mwingine badali yake, lakini yule bwana akakamatwa na yakauawa. Ndio upande wa Saidina Muawiya, huyu bwana aliyokwenda kaenda kampata, lakini kamchoma katika makalio yake, na inasemekana Saidina Muawiya alikuwa mnene hata alikuwa ndio sahaba ambaye alikuwa akihutubu Ijumaa kwa kukaa, sababu ya unene wake alikuwa simami. Unafahamu bwana. Sasa katika kumchoma haikumpelekea athari ya kumuua, kwa sababu katika makalio ni nyama. Muhimu yule bwana akakamatwa na yeye akauliwa. Sasa huku upande wa Abdurrahman bin Muljim tunarudi katika ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika watu waovu duniani alitaja wawili. Wa pili akamwambia ni yule atakayekupiga wewe katika nitaini bapa la uso. Saidina Ali anaambiwa maneno haya. Ndio yule bwana Abdurrahman bin Muljim alipokia pale msikitini, Saidina Ali anataka kuswalisha, akaenda piga kisu akampaka ikaingia katika ubongo wake. Akamwambia kwa hukumu sio utakayosema wewe. Unafahamu bwana? Basi choma hivyo. Saidina Ali akaamrisha huyu bwana mkamateni, na ikiwa mimi nitakufa kwa jeraha hii simtamua, ikiwa mimi sijafa nitajua mimi itakumfanya. Basi bwana akakamatwa, akapatikana. Saidina Ali kawa Ijumaa ile, Jumamosi, Jumapili akafariki. Sasa kabla hajafariki, masahaba waliokuwepo naye, watu waliokuwa naye wakamfuata, bwana wewe ndio unatuacha. Kwa hiyo sasa huyo Al-Hasan bin Ali sisi unaonaje tukambali ndio awe khalifa wetu? Akasema mimi sikuamrisheni wala sikatazeni, na kuachieni wenyewe. Akamuhusia Saidina Al-Hasan, akamuhusia Saidina Al-Husaini, akamuhusia na mtoto wake Muhammad ibn al-Hanafiya. Akawahusia wasia tofauti, kumcha Mwenyezi Mungu, wasiingie katika fitna, wasifanye, bali akamwambia Saidina Al-Hasan, huyo mtu vile alivyonifanyia mimi, qisas ifanywe qisasi, lakini msije mkafanya kitu ziada hapo, sije kumkata mikono, sije nini, ile kumtia adhabu zaidi, la, msifanye hivyo. Na wala msidai damu yangu kwa watu. Anawatahadharisha ile iliyofanyika kwa Saidina Uthman, msifanye hivyo. Shafahamu bwana. Akawahusia. Baada ya kuhusia, Jumapili tena Saidina Ali akafariki, na ambapo hapo kuna khilafu kubwa kuhusu kaburi lake. Kwa hakika hasa haijulikani kaburi yake. Wengine wanasema kazikwa pale pale, wengine wanasema kazikwa Najaf, wengine wanasema Saidina Al-Hasan alimchukua akamrejesha Madina. Tofauti. Shafahamu bana, riwayati zitakazokuwa. Lakini zito Najaf ndio wanayoshikilia wao.
na ndio wanathibitisha wao, lakini tena ukweli wa mambo uko vipi, Allah a'lam. Tarehe tuliachie. Na ndio maana kuna wakati mwingine inaingia fikra, nasema Mwenyezi Mungu akitujalia ikifika kiyama tukishaingia peponi inshallah, kitu kimoja ambacho natamani mie ni kuona hii tarehe toka kuumbwa Nabii Allah Adam, Mwenyezi Mungu atujalia tuonyeshe hivi ilianza hivi ikatokea hivi. Maana unajua tunasoma mengi lakini ile hamu ya kujua ule undani tuione hivi. Raha kabisa mtu aone kumbe ilitokea hivi kumbe mpaka kufikia kiyama tuje tuone. Kwa hiyo hapo ndio ikamalizika uhai wa Saidina Ali, na watu baada ya kuondoka Saidina Ali wakambai Saidina Al-Hasan. Kwamba Saidina Al-Hasan hakukaa muda, miezi tu, akakutana na Muawiya akafanya naye sulhu kwa bwana ukhalifa uchukue wewe, baada ya kumie ukhalifa urudi kwangu. Lakini pia akafanywa njama Saidina Al-Hasan na kutuliwa sumu katika chakula, na yeye pia akaondoka. Unafahamu bwana. Kwa hiyo miezi ile kufa kwa Saidina Ali mwaka 40 na miezi ukijumlisha Saidina Al-Hasan ukihesabu yote kurudi nyuma ndio miaka 30 aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa khalifa ni miaka 30, baada ya hapo ni daula. Unafahamu bwana. Ukhalifa unamalizika hapa. Allah. Watazamaji, hatujui tuseme nini. Kwa sababu Saidina Ali ni marefu sana na mengi juu ya Uislamu yalipotaka kupatikana ile kubadilika ule mwenendo ulikuja kubadilika hapa na yote yametokana na Saidina Uthman. Sasa tunakuja kuona hapa kwamba alifariki kifo cha kawaida ni Saidina Abubakar peke yake. Lakini Saidina Umar yeye amefariki kwa nyingine. Lakini matatizo hasa yalikuja Saidina Uthman na Saidina Ali. Sasa tunataka kukusikieni, sio like mnasema nini? Tukishakitia hichi kipindi mnatuambia nini? Mtochotuambia ndio tutachoendelea. Sisi tuna mipango yetu, lakini tunatusikilizeni nyinyi. Hatutaki like wapenzi watazamaji, kabla hajafunga hichi kipindi tufuatane na mimi katika kutiana ya billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nawaitu sawfaqadin ana dai fadl Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala iman wa ihtisaban liwajhi llahi al-karim azza wa jalla. Ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أستاذ مصطفى Ikbar Sameja, nakushukuru. Asante sana. Nakushukuru Maliki kule katika kamera na kuchanganya sauti. Na kwa kweli hapa tumejaribu kuwagusa makhalifa wanne kwa kila mmoja siku moja, lakini ilikuwa inahitajika kila mmoja apate hizo siku 4. Ala kulli hali tumejitahidi kwa kadri tulivyoweza, na Ustadh Mustafa amejitahidi kupitia maraji mbalimbali na kuwezesha hichi kipindi. Basi hadi mara nyingine tena tunakuwa geni, tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.